Lakini Mungu anaelewa ile kazi siyo nyepesi. Hello? Narudi tena. Tukia roho ya uasi leo. Mwambie Bwana narudi msalabani. Nitubu ya kabisa. Isaya kuna shida. Ole wangu mimi na midomo. Lakini sura ya kwanza ilipili. Ole wewe mwenye dhambi, usipotubu tena kwa Isaya. Sura ya pili. Ole sura ya 5 ikageuka kibao. Ole wewe. Ole akanya. Angalia wito baada ya pale Isaya ulikuwa ni tofauti. Kwa kurenew utumishi wako sio kosa. Kosa ni kudunga cha udumavu wa utumishi. Lakini kuuishi utumishi wako sio dhambi. Shida ni kuridhika ile hali udumavu. Sio tu Isaya. Yoshua kuhani mkuu. Mpaka shetani anamshtaki kwa Mungu. Ana mavazi machafu na amesikiliza hiki ni kichango cha moto hiki na kileo. Akaona jamani wewe ulijui mimi na mtu najua na wenyewe. Niache na mtu wangu. Akamkemea shetani. Malaika akachukua mavazi machafu. Vika mavazi mapya. Sema sasa ukisimama kikamilifu utaingia kwenye orodha ya wasimamao mbele yangu. Kumbe kuna wanaosimama mbele za nani? Kwa mfano watumishi wengi ambao waliuishi utumishi wao, walifufua utumishi wao kwa kuanza upya na Mungu. Mungu hajashindwa, anaelewa. Kuna vizuizi, kuna vikwazo, kuna vigezo. Sisi tunafahamu wa Tanzania, sisi tunatuma kwa imani. Bishop anapita mbele, akashika mkono mbele kwa kutambulia. Kodi ya nyumba Mungu atakujibia. Si ni kweli? Ukiuliza kwa Mungu, muuliza alifanya nini? Akati kutuma bishop. Muulize Mungu alikuita. Sasa wewe unaniambia Mungu ameniita. Ukaingia mikono yeye. Sasa mimi Mungu hajanitokea. Basi ndio kama jamaa ambaye anasema sikutumikie msimu mpaka nikuone. Nasimwambia msimu kutumikie mpaka nikuone mimi. Kama kufanya Musa sitoki hapa. Kwanza wewe ni nani? Mimi ni Ibrahim saka. Ingine na wataamini kama Mungu amenituma. Una nini mkononi na nimeweka mfukoni ukoma bado. Hawataamini tupa vipo chini. Nisikilize mwana wa Mungu. Unafikiri ni kwa nini Musa muujiza wa kwanza alifanyia faragha kwenye ikulu ya Farao kumeza wale nyoko? Kabla hajatoka public kuanza miujiza, alihakikisha kwanza anameza nguvu za Misri zote. Ndio muujiza wa pili akaanza kule. Muujiza wa kwanza ulikuwa ni kumeza zile nguvu za Misri. Nyoka ya Haruni kameza nyoka za waganga maarufu ambao wamekamata nchi. Sisi tunakwenda kichwa. Mungu amenituma hapa. Matangazo mpaka hujakamata hata mje bali. Sisi tumekiwa mimi nazungumza kwa uzoefu. Ndio kanamwambia mtu huyu anamwambia kitabu kile kingefuta isema kwanza. Kwanza nitafute hii. Haya kwanza niishi kwanza. Ndio wewe songa mbele na baba. Musa hakuanza kufanya miujiza ya nje kabla hajameza nguvu za Misri zote. Muujiza wa kwanza wa Musa ni kumeza zile nyoka za ni kumeza ile nguvu ya Farao. Ni mpaka kutoka nje wakati tayari ameshameza nguvu yote ya Misri. Sisi tunaanza kazi ya Mungu na matangazo, unapigwa usikizini, unaomba asubuhi mambo yote yameshakufa tayari. Unapigwa siku ya kwanza. Lakini angalia Musa hakuanza chochote, akaanzia kwenye ngome, kwenye kiti cha enzi cha mapepo akameza. Lakini sio Musa, mwangalie Yesu. Kabla hajaanza kutangaza Yesu kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, baada ya kujaza Roho Mtakatifu alienda kwanza
alivyomdhibiti, alivyomzidi nguvu, ndio akatoka kutangaza Injili. Alianza kwanza kudili na ile nguvu iliyokamata wanadamu. Naongea na mtu? Wewe si shahidi. Unaingia kwenye mji huko moto, si ndivyo? Moto kweli, nafunga sasa. Lakini kadisi kwa moto zinaenda unazidi kunywa kama vile sabuni ya friji. Lakini ulipokanyaga kule eneo la huduma, unakumbuka ulivyokuwa moto. Badala ya kumezwa, basi badala ya kumezwa ulimezwa. Siri ya mafanikio, tunapovikwa uwezo wa Mungu, ukenda kwenye eneo la huduma, jambo la kwanza ambalo nimejifunza binafsi ni kupambana na ile nguvu ile eneo kwanza. Na huko shuhuda wa jana na Thomas Kiambu wakoze. Ni kama mimi kutoka Kiambu kwa Nairobi. Majambazi wa Kenya maarufu walikuwa ni Kiambu. Ulevi wa kupindukia kwa Kiambu. Makanisa yazidi 12. Thomas akiwa Uingereza nikamwambia nenda Kiambu kanisa sana. Pale Kiambu hapo makanisa yanafuata kila kupiga. Alichukua miezi 6 kupambana na ile roho. Akiwa Uingereza. Nilikuwa na mimi juzi ndio wa mwisho nasikia wa Kiambu tisa. Nazungumza. Kianza huduma kichwa. Tunamezwa kabla ya kumeza. Mimi si shahidi. Kumbuka nilipofika kwenye eneo la huduma nilikuwa miaka 10 nyuma. Kumbuka ulipoanza. Hapo sasa hivi niambie ukoje. Ile nguvu ya maombi ambayo ulikuwa nayo ile imani siku 26 hizi kwa mbele ya 20 sasa hivi kwa. Yeye kumbuka tu. Kumbuka tu. Na siri jinsi ya kushinda. Asema anamwambia napeleka huko. Tuko pamoja. Lakini unaoendea wana nguvu kuliko wewe. Sasa angalia mstari wa 3. Tumalizie hapa. Akasema mstari wa 3. Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Atawaangamiza, ni Mungu sio wewe. Tena atawaangusha mbele yako. Ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi kama alivyokuambia Bwana. Ni mpaka Mungu atutangulie kwa uwezo wake, kwa nguvu zake, kwa mamlaka yake, kwa roho yake, tutamiliki maeneo yetu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Na ndio mpango wa Mungu. Afrika isimame tena. Amen. Ule uamsho wa East Africa unakumbuka? Watu tumtendeleze. Ulivuka Rwanda, ukavuka Uganda, ukavuka Tanzania, ukaenda Kongo, ukaenda Sudani Kusini, ukapiga mpaka Marekani na Ulaya. Urudi tena Tanzania katika jina la Yesu. Afrika isimame tena. Bwana tena. Mwangalie Musa. Kisha swali, kwa nini Musa mgizaji wa kwanza kumeza zile nyoka za Farao? Kwa nini Yesu baada ya kujaza mtakatifu hakuanza kuhubiri injili mpaka kwanza kutoka mlimani? Alipomshinda shetani akarudi kwa Mungu. Hapa ni vitu haya yana vitu vya enzi, yana malaka. Unaona hata wanasiasa wakijisifu anatangaza wazee, mimi nataka kuwa bunge, nataka kuwa diwani, wazee msemaji. Akisema kugombea, anajibu hapa tayari kiti kikubwa. Wale wazee ukiingia kwenye vyoo bila kupiga hodi, watakunyamazisha. Na ukisalimu amri ya kumeza, tunataka tuende tu kunyamazisha. Bwana atende. Bwana atende. Nasema Bwana atende. Ninatamani nchi ya uponyaji isiwe ni iwe ni nchi
Wewe ina sijui timu ya baada ya chakula cha mchana na kipindi cha mapumziko.